Sisi sio maadui wa uhifadhi. Sisi sio maadui wa uhifadhi. Tulikuwepo tangu enzi na enzi na bado tutakuwepo. Tulikuwepo tangu enzi na enzi na bado tutakuwepo. Kwa majina anaitwa Lebanguti Moson, mwananchi wa kijiji cha Ngarasero. Nipo hapa na wananchi wenzangu kuleta ombi kwa Mheshimiwa Rais kutokana na majibu ya tume ambayo yaliweza kutolewa tarehe 12 mwezi huu kwa Mheshimiwa Rais. Sisi kama wananchi tunaona kwamba mapendekezo ambayo yametolewa na tume hayaendani na maoni yetu au sio sehemu ya yale ambayo sisi tuliyazungumza katika vikao vyetu pamoja na ile tume. Hivyo tunapendekeza mambo yafuatayo. Namba moja, tunapinga mapendekezo ya tume za Rais na serikali isifanyie kazi. Tunamwomba Rais asifanyie kazi mapendekezo hayo kwa sababu hayaendani na mapendekezo ambayo wananchi walitoa katika vile vikao. Lakini namba mbili, tunapinga uhamisho wowote kutoka katika ardhi yetu. Tunapinga mpango wa kufanya ardhi vijiji kuwa mapori ya akiba, game reserve, kwa madai kwamba ni mapori tengefu kinyume na sheria. Katika eneo la Ziwa Natron, tungeomba serikali isipandishe hadhi kuwa pori la akiba. Tunataka kuzingatiwa kwa ridhaa ya wananchi katika hatua zote za haki yetu halali ya kubaki Ngorongoro na vijiji vyetu kuendelea na mfumo wetu wa maisha ya ufugaji uheshimiwe. Hivyo tunamwomba Mheshimiwa Rais maeneo ya malisho ambayo yamekuwa yakionekana kama ni maeneo ya wazi, tunamwomba yaendelee kubaki kwa ajili ya mifugo, kwani sisi tunaishi kwa kutegemea mifugo peke yake. Vile vile tunadai ardhi ya Pololet irejeshwe kwa jamii yetu na kukomeshwa kwa ukamataji wa mifugo, unyanyasaji na kukamatwa kiholela kwa wafugaji. Mheshimiwa Rais, ukamataji wa mifugo umekuwa ukituumiza sana. Hivyo tunaomba ardhi hii ambayo iliweza kuchukuliwa tuweze kurejeshewa. Lakini pia hatutakubali marekebisho yoyote ya sheria ya MCA atakayohalalisha kufukuzwa kwa watu wetu kwa namna yoyote ile. Vile vile tunataka serikali kupitia Wizara ya Maliasili na Utalii kusitisha mara moja unyanyasaji unaoendelea dhidi ya wafugaji katika maeneo ya Pololet, Ndutu, Oldupai na maeneo mengine kwa jina la uhifadhi, kwani huu ni unyanyasaji na umeshika kasi baada tu ya taarifa za tume kutolewa, na kwa sasa imetanukia maeneo mengine kama Lopoluni na Sakala huko Loliondo. Tunalaani pendekezo la tume linalodai kuwa mfumo wa multi-land use umeshindwa. Kwa maoni yetu, ni mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro pamoja na wizara husika walioshindwa kuandaa mpango mkuu wa usimamizi, yani General Management Plan, baada ya ule uliopita kumalizika mwaka 2016 na kufanya eneo la NCA kuendeshwa kwa fikra za watu binafsi. Vile vile kulinda maeneo ya malisho hususan ya Ngarasero kama rasilimali muhimu kwa uhai wa jamii. Kuheshimu na kulinda urithi wa kitamaduni na kiimani wa jamii ikiwemo maeneo matakatifu kama Olonyolengai. Sisi sio maadui wa uhifadhi. Sisi ni walinzi wa mazingira na wanyama. Kabla ya kuwepo kwa taasisi za kisasa za uhifadhi, jamii zetu zimekuwa zikisimamia na kulinda maeneo haya kupitia mifumo iliyojengwa juu ya utamaduni, uhamaji wa mifugo na heshima kwa mazingira. Kwa mustakabali wa mfumo wa ekolojia wa Ngorongoro na Serengeti haupatikani kwa kuondoa watu wa asili, na unapatikana kwa kutambua na kuimarisha nafasi ya Wamasai kama walinzi wa kihistoria wa ardhi hii. Tunaomba serikali ya Tanzania, Watanzania wenzetu, jumuiya ya kimataifa, mashirika ya uhifadhi na taasisi za haki za binadamu kutambua haki zetu, kushiriki katika mazungumzo ya kweli na kuunga mkono mifumo ya uhifadhi yanayoheshimu watu wa asili na maeneo yao. Msimamo wetu uko wazi na thabiti, tutabaki katika ardhi yetu. Haya ni mapendekezo ya wananchi wa wilaya ya Ngorongoro. Kwa majina ninaitwa Neves Jeremia Lekicheche, wananchi wa Ngorongoro, kata ya Ngarasero, tarafa ya Sale,
Nasoma taarifa hii kwa niaba ya wananchi. Taarifa kwa umma. Taarifa ya wananchi wa jamii ya Kimaasai kutoka wilaya ya Ngorongoro, hususani tarafa ya Sale, juu ya mapendekezo ya tume za rais na kusisitiza haki yetu ya kubaki katika ardhi ya mababu. Sisi wananchi toka jamii ya Kimaasai kutoka wilaya ya Ngorongoro, hususani tarafa ya Sale, tunatoa tamko hili kutoa ufafanuzi juu ya taarifa ya tume mbili za rais zilizowasilishwa tarehe 12 Machi 2026 kuhusu migogoro ya matumizi ya ardhi na sera za kuhamishwa katika ardhi yetu ya asili yenye maeneo ya muhimu kwa tamaduni, uchumi na maisha yetu. Hata hivyo, baada ya kuchambua kwa kina maudhui ya taarifa na mapendekezo yaliyowasilishwa na tume hizo, tunalazimika kueleza wazi kuwa tuna wasiwasi mkubwa juu ya hatima ya maisha yetu. Kwa mtazamo wetu, ripoti hizo hazijakisi uhalisia wa maisha yetu, hazijazingatia hata kidogo maoni yetu, na zimeachwa maswali ya msingi bila majibu wala kuonesha na namna ya kuzitatua changamoto zetu. Ripoti hizi si tathmini huru wala za kuaminika zinazotegemea kwa kiasi kikubwa nyaraka ya sera zilizokwisha kupingwa awali, kama vile ripoti ya mapitio ya mfumo mseto wa ardhi eneo la hifadhi ya Ngorongoro, Multiple Land Use Model ya 2019 iliyorekebishwa 2024. Zinarudia simulizi zile ambazo kwa muda mrefu zimetumika kuhalalisha kuwaondoa wafugaji wa Kimaasai kutoka katika maeneo yao. Hitimisho lililotolewa linategemea makadirio yaliyokuzwa ya ongezeko la idadi ya watu na mifugo, matumizi ya takwimu yaliyochaguliwa kwa upendeleo, takwimu zisizo sahihi kuhusu mifugo, pamoja na migangano mikubwa ya kimaslahi ya taasisi, huku ikipuuza ushahidi unaopingana na simulizi za serikali. Kwa vizazi vingi, wafugaji wa Kimaasai wameisha ndani ya mfumo wa ikolojia ya Serengeti na Ngorongoro. Kwa mfumo wa kuishi sambamba na wanyamapori, maisha yetu ya ufugaji si tishio kwa uhifadhi. Kinyume chake, maarifa yetu ya asili na mbinu zetu za usimamizi wa ardhi zimeendeleza mfumo huo wa ekoloji kwa karne nyingine. Tume hizi zinajaribu kuonyesha uwepo wetu kama chanzo kikuu cha shinikizo la kimazingira, huku zikipuuza upanuzi wa haraka wa miundombinu ya utalii, mahoteli ya kifahari, barabara na msongamano wa magari ya utalii ndani ya maeneo ya hifadhi. Mapungufu hayo yanaonyesha upendeleo wa wazi. Jamii ya wafugaji zinapewa lawama katika maslahi ya biashara, wanachukuliwa kana kwamba hayana athari kwa mazingira. Tunakiri kwamba sera za uhamiaji zilizotekelezwa katika miaka ya hivi karibuni ya kuhamisha wananchi kutoka tarafa ya Ngorongoro hazikuwa za hiari. Tumekuwa tukieleza mara kwa mara kwamba jamii zetu zimekumbwa na vikwazo visivyokabilika katika huduma za misingi, upatikanaji wa ardhi na miundombinu ya kijamii. Hali mbaya kwa vitendo imelazimisha watu wetu kuondoka katika makazi yao kupitia kunyimwa huduma badala ya hiari. Tunapinga kwa nguvu pendekezo kwamba uhamisho uendelee. Katika eneo la Loliondo na Sale, tume imekiri kuwepo kwa malalamiko ya wananchi kuhusu kutoshirikishwa katika uanzishwaji wa pori la akiba la Pololek, hususani katika ardhi ya vijiji 16 vya tarafa ya Loliondo na Sale, lakini pia kukosekana kwa maeneo ya malisho ya mifugo yao. Hata hivyo, tume haijatoa majibu ya wazi kuhusu iwapo umegwaji wa ardhi ya vijiji vya Loliondo na Sale ulikuwa shirikisho kwa mujibu wa sheria. Kwa sasa wananchi wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maeneo ya malisho.
hali inayotisha moja kwa moja maisha yao ya ufugaji, iliyopelekea mamia na maelfu ya mifugo kufa kwa kukosa malisho ya maji na maelfu kukamatwa ndani ya nje ya eneo hilo na kutozwa mamilioni ya fedha, na wengine kutaifishwa na kuuzwa kwenye minada ya wazi na kuachwa wananchi katika dimbwi kubwa la umaskini. Badala ya kushughulikia swala la misingi na kiina cha tatizo ambacho ni haki ya ardhi na ushirikishwaji, mapendekezo yamejikita zaidi katika masuala ya kuitawala kama miundombinu na usimamizi bila kupendekeza namna ya mgogoro wa ardhi pamoja na changamoto ya mahitaji ya jamii yatakavyotatuliwa. Katika eneo la Ziwa Natron, mapendekezo ya tume yamehusu kupandisha hadhi ya eneo hilo na kufanya mabadiliko katika matumizi ya ardhi. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza kuwa eneo hili ni ardhi ya vijiji halali vilivyosajiliwa kwa mujibu wa sheria. Aidha, tume imependekeza kufutwa kwa tangazo la serikali namba 597 la tarehe 7 mwezi wa 10 2022 ililotenga eneo la hekta 35,232.47 katika kijiji cha Engarasere kuwa eneo la malisho. Pendekezo hili halizingatii uhalisia kuwa eneo hilo linategemewa kwa kiasi kikubwa sana na wananchi kwa ajili ya malisho ya mifugo. Zaidi ya umuhimu wake wa kiuchumi, eneo la Ziwa Natron lina thamani kubwa ya kiutamaduni na kiimani. Tunakiri kwamba wananchi wilaya Ngorongoro, hususani vijiji 16 vya tarafa ya Loliondo na Sale, wanataka Pololeti irejeshwe kwao na kufutwa tangazo la serikali lililoanzishwa hifadhi hiyo kinyume na utaratibu. Aidha, tunalaani tume hizo kwa kushindwa kushughulikia uhalali wa kuanzishwa kwa hifadhi ya Pololeti. Pia hatukubaliani na mapendekezo yanayohusu eneo la Ziwa Natron katika kata ya Engarasero ambalo halikupaswa kuwa sehemu ya wajibu na hadidu za rejea za tume hizo. Naitwa Daniel Olosisi, ni mzaliwa wa wilaya Ngorongoro, kata ya Engarasero, tarafa ya Sale. Ndugu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama Ngorongoro ni urithi wa dunia, je, wananchi walioko hapa kwa visasi nao si sehemu ya urithi wa dunia hiyo? Kama lengo ni kulinda mazingira kwa kisasi kijacho, je, maamuzi yanayofanyika leo yanajenga haki na amani ya kudumu kwa watu wanaoishi leo? Kwa hizo tume zilizowasilisha hizo taarifa na kusema kwamba hizi ardhi zitaifishwe kama Ziwa Natron. Nikianzia hapa nilipozaliwa Engarasero, ambalo ndio bonde la Lake Natron. Kwa mfano Oldonyo Lengai. Oldonyo Lengai ni sehemu ambayo Wamasai wanaenda wanafanya ibada zao. Kama tunapoamini kwamba Wamasai wote sio Wakristo. Ni watu ambao wanafanya matambiko yao, ni watu ambao wanaenda milimani, wanafanya ni miungu yao. Wanapotaibisha Oldonyo Lengai, hapo tunaamini ya kwamba tutakuwa tumeua ecologically ya Wamasai kabisa, hawatapata sehemu za kuabudu. Hata hivyo, Mheshimiwa Rais, kwa Oldonyo Lengai ina maana mbili. Oldonyo ni mlima, Lengai kwa Kimasai ni Mungu. Ukiwaondoa hawa Wamasai hapa leo hii, utakuwa umeingilia tamaduni zao, utakuwa umewaingilia kwa nafasi kubwa, hawatapata tena sehemu za kuabudu, na utakuwa umeua vile vizazi ambavyo mababu yetu walituandalia tuwe tunaabudu pale. Sisi tuna imani kwamba Oldonyo Lengai ni sehemu ya sisi kwenda kuabudu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikikita kwenye kilomita 9.7.2 ambayo imechukuliwa katika bonde la Lake Natron, ambayo imepelekwa Pololeti. Ukienda kwenye hiyo kilomita 9.7.2 kuna mabwala ambalo sisi nikiwemo mimi mwenyewe tunaenda pale, tunawapeleka vijana wanazunguka kwenye yale maji, na tuna imani kwamba yale ni sehemu yetu ambayo tunafanyia kazi zetu, na watu wametuingilia pasipo na sababu, bila ushirikisho wote, bila kusikiliza, bila kujua kwamba yale ni sehemu muhimu ambayo na sisi tunaifanyia kazi zetu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu najua kazi unazozifanya ni kazi muhimu na ni kazi ambazo
zinajenga Tanzania na sio kubomoa Tanzania. Naomba usishiriki hili jambo kabisa, ikemee na kataa haya yaliyoanzilishwa na tume. Leo hii tuko hapo kwa kukupa hizi taarifa. Tunapokupa hizi taarifa sio kwamba tunaidharau serikali na sio kwamba hatutambui kazi ya serikali, lakini watu hawajakuletea yale yaliyoko ndani ya mioyo yetu. Wameandaa tofauti kidogo na wakakuletea. Mfano, Mheshimiwa Rais, ukiangalia nikikita kwenye hii Rift Valley, hizi ndio sehemu ambazo watu wanaachiwa. Je, watu wataishi kwenye milima, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Ningeomba, nashauri tu kama mwananchi wa kawaida, naomba ingilia hili jambo, waachie Wamasai ardhi zao. Waachie Wamasai waishi katika bonde la Lake Natron kwa sababu ni sehemu ya vijiji na imesajiliwa kwa mujibu wa sheria. Na aliyofanya haya yote nahisi pia ni serikali. Haikufanyika tofauti. Naomba waachie hawa Wamasai waishi hapa. Kwa kweli sisi tunaumia. Naomba utusaidie kwa hili jambo. Asante sana, naomba kuwasilisha.